Mambo 10 usiopaswa kufanya katika mahusiano. Kamwe usifanye haya mambo kutokana na uzoefu binafsi. Naitwa Frank Mavura, ni mwandishi wa habari lakini pia rafiki yako katika maisha. 1. Usitumie umaskini kama kipimo cha uaminifu kwa mpenzi wako wakati una pesa. Jaribio hili linaweza kuvunja moyo wa mtu anayekupenda kwa dhati. Niamini mimi, nimeshaifanya hivyo. Nilijaribu kumpima, anaweza akavumilia kiasi gani. Na ndivyo nilivyompoteza, kwa sababu mambo hayakuwa kama vile nilivyotarajia. 2. Usihisi mambo bila kuwa na uhakika. Yuko online na wewe uko online, lakini hakujibu. Tulia, anaweza kuwa anafanya kitu kingine. Ile dot ya kijani haimaanishi anachati na mtu mwingine. Unaweza kukuta anafanya research. 3. Usidhani una haki ya kudai mapenzi, muda, moyo au mwili wa mpenzi wako. Uhusiano mzuri unapaswa kuwa wa hiari, si kulazimishana. Ile mtu, nini nataka sio nini, kwa nini ni haki yangu. Hilo ndipo unapokosea. Kwa sababu wale ambao moyo wao huwa wanalazimishana, wanajikuta tu muda huu umefika, watu wameingia kwenye fungati. Muda huu umefika, watu wamefanyia na hiki. Muda umefika, yani hainaga ile, yani ni kama imewekwa glisi mapenzi yao, yani anaenda kiulaini. Kwa hiyo ukiona unalazimisha, bad news, my brother, my sister, tafuta chimbo lingine. Usimdanganye mpenzi wako. Ukweli ndio msingi wa uhusiano mzuri. Uongo unaweza kuubomoa huo msingi haraka sana. Unataka kwenda hapa, mwambie. Unataka kufanya hiki, mwambie. Unataka kuonana na huyu, mwambie. Una chat na nani, akikuuliza mwambie. Ni haki yake kujua, ni mpenzi wako. Anajaribu kuangalia ni namna gani maisha yenu yataenda vizuri zaidi mkiwa mna maelewano. 5. Usimnyanyase mpenzi wako. Unyanyasaji wowote, iwe wa kimwili, kihisia, kimaneno au kingono, haustahili kuwepo katika uhusiano. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Hili ndilo ambalo huwa linapelekea watu wengi kufanya maneno au maamuzi ya ajabu. Kuwa makini sana katika hilo. 6. Usimchukulie poa mpenzi wako. Thamini uwepo wake na onesha shukrani kwamba kweli uwepo wako ni wa muhimu sana katika maisha yangu. Kila siku iendayo kwa Mungu, mkumbushe thamani yake. Mkumbushe ana uwezo gani wa kuchange maisha yako endapo ataendelea kuwa vile vile au kukuthamini vile vile unavyomthamini wewe. 7. Na la muhimu zaidi, usimsaliti mpenzi wako. Usaliti ni usaliti. Hata uwe mkubwa au mdogo kiasi gani, unaweza kuharibu uaminifu na heshima mliyojijengea kwa muda mrefu. Una chat na ex, unaongea na ex, si unafanya nini na ex, unafanya na rafiki tu ambaye umekutana naye, bado mna mawasiliano ya kimapenzi. Huo ni usaliti. Yani hata tu kumwanza mtu mwingine ukiwa naye, huo ni usaliti. Niamini mimi, na siku moja utakukosti. 8. Usimzungumzie ex wako mara kwa mara. Sikiliza hapa. Acha kulinganisha uhusiano wako wa sasa na wa zamani. Kila mtu yuko tofauti. Eti yule alikuwa ananifanyia hivi, si hivi na hivi, natamani na wewe ungenifanyia hivi. Hivi unajua hapo ndio ushavunja uaminifu. Maana anaanza kuhisi wewe kwa ex bado upo. Kwa hivyo hata kupenda vile ambavyo ulikuwa unahisi utapenda. Na ndivyo anguko lako umelitengeneza hapo. Yani ikiwezekana kaa nalo tu kwenye mawazo yako, alafu yafute. Fikiria kwamba huyu ni mtu mpya, anatakiwa kuwa na mienendo na mambo mapya. Unataka vitu vipya. Kwa nini uanze kumuunganisha na ex wako? Why? Ex wangu alikuwa ananifanyia hivi, ex wangu nene. Unafanya nini hapo sasa? Kwa nini usirudi kwa ex wako? Kwa nini unampotezea muda huyu uliye naye kwa sasa? Acha uchawi, mshirikina mmoja wewe. Wewe ndio mchawi, kwa sababu unavunja moyo wake. Anaanza kuona yeye hana thamani tena. Ex wako ndio mwenye thamani. Mambo gani haya unafanya? Grow up. 9. Acha kushindana na marafiki zako kwa kutumia mahusiano yao kama kipimo. Jifurahie na uwekeze kwenye uhusiano wako bila mashindano yasiyo na maana.
Mabesti wengi ndio hapo utakuta yule anapitia kwenye mambo magumu. Acha hayo mambo. Tena muombe, acha roho ya kishirikina hiyo. Muombe mwenzio naye apate mpenzi ambaye atakuwa na mapenzi ya dhati kwake. Wewe kama rafiki unafanya hayo mambo, achana na hayo mambo. Na wewe kama ni mwanamke au mwanaume ambao unafanya hayo, unajilinganisha nini? Achana na hizo mambo ya kitoto. Ishi na mwenza wako katika maadili mazuri, mje kuwa familia au ndoa iliyo bora zaidi. Nyinyi pia muwe wa mfano. Mjue kutamani kwamba bwana wale wanavyopendana, mapenzi yao tunatamani tuwe kama wale. Ishi maisha yenu halisi, acheni kuigiza. 10. Usisahau tarehe muhimu. Birthday, anniversary ya mwaka mmoja, miwili au 10 na siku maalum zina maana kwa mwenzi wako. Zikumbuke na uziadhimishe. Siku kama hiyo mpelekee vitu fulani ambavyo yeye anavipenda. Inawezekana maua, inawezekana keki, inawezekana chochote, au mtoe out. Mpeleke wapi? Zanzibar, Bagamoyo, popote pale ambapo unahisi panaweza pakampa utulivu wa moyo na nafsi, akafurahia na akakumbuka kwamba tarehe kama leo ilikuwa jambo fulani. Sasa ongeza yako kwenye comment hapo chini, kisha ni follow na kulike ujumbe huu. Tuendelee kujifunza pamoja. Wewe ni mtu wa thamani sana kwangu.